Police brutality. Okay, tumekubali police brutality is an issue in Kenya. Sindio, tumekubali police brutality is an issue in Kenya. Polisi anaua mtu huku, anapiga mtu huko, like tangu last year June 25th mpaka this year watu wameuliwa kadhaa, watu wameumizwa kadhaa, watu wako na vilema for lives kadhaa. Tumekubali it's a normal thing. But why you as a politician ukuje mbele yetu uanze ku support police? I mean, if you support them, mbona si support ukiwa kwa nyumba yako? You know what I'm saying? So ukiona speeches kama hizi hapa, like they have an option of shutting up. Cha tusikize Oscar Sudi. Oscar Sudi, the multi-billionaire without any known companies. Akisupport police brutality. Tutaongea the why. Mmoja itoshe kwa matusi hapo, lakini msipigane na polisi. Na sasa unapigana na polisi. Polisi wakipiga mtu risasi, mnaenda maandamano na wewe ndio umeenda kuchokoza polisi. Unapatia hasara wa mzazi yako bure. Mwenye hapo nyumbani hata ajui ulikuwa shule, umeenda kufanya vituko huko kwingine. Polisi wamekuja kutukafa hapa. Ati mtu mwendazimu akikuja hapa sasa akitaka kufanya vituko hapa, polisi ana uwezo kumshika. Kwa sababu sasa polisi wanaendelea kufungwa mkono au hata. The thing is, hakuna mtu amekataa polisi kushika mtu wako. Lekwe zifanyisha maandamano safe. I mean maandamano peaceful. Peaceful demonstrations. Alafu na mtu amekuja like it's like kufananisha kitu na kitu ingine yenye haifanani tu. Tasemaje? Ni kama kusema polisi amepata mtu ameketi kando ya barabara, right? Akamshoot. No, akamshika. No, akamshoot to complain. Alafu seme, so kwa hivyo polisi haezi shika wakora tena. What the fuck you say? Like, it's politicians, obviously wata change the narrative if fit kitu wana drive point. So sasa zingine nasemanga shida si huyu politician mwenye anaongea. Shida ndio tunasikia kuwa na kupiga makofi. Uwezo ya kufanya kazi yao. Hiyo mimi nakataa. Na ndio mnasikianga mimi nasemanga saa zingine wangenipatia hii nafasi kidogo mahali penye kuna sheria hii ya uongozi ya usalama. Angedu. Nini angefanya? Watu wangenyoroka peke yao. Kwa sababu inji huwezi endesha kama soko. Hii ni inji, lazima tuchunge inji yetu. Lazima tupende inji yetu sisi wote. Na tusisukumane tu na siasa kila siku. Mtu akifanya kitu pale siasa. Sasa zingine sema huyu chief ni mtu mbaya. Lakini ako na mambo yake mzuri. Amefanya 1 2 3 mzuri. Na akafanya 1 2 3 4 5 mbaya. Mbona uzidi kaa ukiwa unafanya kitu mbaya kitu mzuri? Sasa polisi amevaa uniform. Wewe umeona kabisa huyu ako na crown, ako na bunduki. Wewe unamtusi, unataka kumlinga na mawe, unataka kusijui kumnyang'anya bunduki. What do you expect from them? Unataka kufanya? But protesting ya saini juu ya Albert Ojwang, ndio? Hizi vitu zote anaongea na Albert Ojwang case zinaingilia na wapi? Do you have So mimi nataka niombe watoto wetu, ndugu zetu Gen Z hawa na hao wengine na hao walivu wenye wanaingilianga maandamano ya hao vijana. Mimi nataka nawaombe, hii inji ni yetu na nyinyi. Siku ile inji itapotea, tutapotea sisi wote. Unajua kuna mtu anafikirianga ati kitu ikifanyika Kenya hii yeye atakuwa safe. We will not be safe. Sisi wote tutapoteza. So tuheshimiane. Kama wewe like in short what they are saying, no, what he is saying, amesema mtu to direct mtu. What Sudi is saying, kukiwa na mtu tuseme chief anaiba mali ya serikali, no, anaiba mali ya umma, anaiba mali ya watu, mumwache, msitatize, msimsumbue, mwacheni aibe tu. Afadhali yeye aibe apate hiyo moja kuliko mharibu nchi, lakini mwacheni tu yeye aibe. Mwalimu heshimu mwalimu, mwalimu aheshimu polisi, mwanabiashara aheshimu polisi, polisi aheshimu mwanabiashara, ili nchi iwe na oda. Unajua tunachekelewa. Nilikuwa Tanzania na watu wa Uganda wananiambia hii nchi yenu kwani hamna sheria tena ama? Sasa unafuatilia watu nya ni watu wa dictatorship.
Kama mtu anapata E, aanze kucheka mtu amekuwa akipata B apate C+. You know what I'm saying? Has defended members whenever Wetangula remarked most police officers were responsible, law-abiding. Anyway, nitashinda nikisikiza vitu mapolisi wanasema, mapolitician wanasema. Although niko na theories, nimekuwa nikifikiria what is the exact reason kwa nini politician defend police brutality. Unajua kuna difference ya ku defend police na kuna ku defend police brutality. You get? Like, unaweza sema mapolisi wenye wanatatiza watu, wanaharibia mapolisi jina, wakuwe arrested, watolewe kazi, you know, ndio ache kuharibia the police service jina. That's different. Tutasema you do not support police brutality, na mwingine akasema you do not support police brutality, but you support the police. You get? Hautaki, you know what I'm saying? Lakini mbona mtu asupport police brutality? What is the reason? Okay, the first theory, theory one, violence as a message, performative authoritarianism. Yeah, performative authoritarianism. The idea is politicians public support police brutality to send a message, not just to protesters but to the whole country. We are in control. Don't dare question us. So details: public defense of police violence amplifies fear, especially when direct to dissenting youth, slum dwellers or activists. You know, wale watu wana demonstrate peacefully na narushiwa tear gas, wenye wako na marungu wako nyuma ya polisi. It's not just about security. It's about showing dominance. Politicians use televised speeches or social media to boast about firm action, which normalizes brutality as a legitimate state of power. Mmekuwa mkiona Kimani Ichung'wah, Sudi, Weta, all those politicians. Theory 2, the second theory, political branding, toughness wins vote. Ndio mnasemanga, niliona watu wakisema sijui nani anaitwa nani, watu wakisema hana like hana ilikuwa nani? Maraga. So hana inspiration kama hiyo. Anyway, theory 2, political brand, toughness wins votes. Idea is, in Kenya, rough political terrain. In Kenya's rough political terrain, being seen as soft on crime or protest can cost a leader's credibility. Supporting police brutality becomes a political brand, a way of showing strength. Leaders from police violence frame police violence as discipline, order, and law enforcement. Exactly. Leaders frame police violence as discipline, order, or law enforcement. They position themselves as protectors of stability, especially during elections or unrest. In chaotic times, the public may even applaud brutal policing, thinking it's bringing peace, but it never does. Juu kama hangekuwa na police brutality last year June, hizi vitu zetu, juu mtu ukisema ati finance bill ignited the protests, so bad leadership made the room ideal for protest, like ideal for wanting to protest, but police brutality is what fueled the protests. Walitupiga jana, sawa, tupatane tao kesho kutu, no, things like that. Theory 3, they feel untouchable, impunity embodies them. Yeah, true. Politicians support brutality openly because they know there will be no real consequences. No, not for them, not for the police. IPOA, independent policing officer, has limited power. Court cases move slowly. No fear is equal to no shame.
even after massacres like in the post-election violence in 2007 or anti-finance bill protest 2023-2024. Most top politicians walked scot-free. I mean, sote tunajua Sakaja alileta goons, right? Si kuna proof, kuna wale watu lakini Sakaja kuna kitu amefanya. Hakuna. That impunity creates an environment where publicly defending violence becomes routine. Why hide it if you'll never be punished for it? So GPT inatoa points. Theory 4, divide and rule. Public targeting certain groups. Idea, by openly backing police violence against specific regions, classes or ethnic groups, politicians score political points with their base. If police kill or brutalize youth in opposition counties, some leaders will defend the action as deserved. This tribalizes state violence, making it look like one group is enforcing order against another. It's deliberate provocation, trigger anger in one group while pleasing another. They have been doing that, but not ethnically, like ethically. But ethnically, juu watu wanaenda kudemonstrate, wanaambiwa wako ni wa Wamunyoro, so you can beat them. Juu wametumwa na Wamunyoro, wametumwa kutatiza nchi vile inaendelea na Wamunyoro. Makes sense. Theory 4, control chaos, manufactured crisis to stay in power. Idea, politicians sometimes want violence, chaos and fear. It justifies their hold on power and distracts from deeper issues like corruption, unemployment, and economic collapse. Brutality sparks fear. True. Fear makes people easier to control. True. But this generation has no fear. So juu hakuna fear, watu watauliwa ndio tu. Like Ojwang aliuliwa juu ya tweet, juu ya X. Sawa. It meant to silence watu wote wa X wenye ubunga shit kuhusu serikali. But if it doesn't, inamini watu watauliwa mo, watateseka mo, watateswa mo. Politicians create or exaggerate enemies, e.g. youth movements. Exactly. Politicians create or exaggerate enemies, then unleash police and defend the violence publicly. The goal isn't order, it's crisis management through fear. We had to act decisively. Kenya cannot be ruled by chaos. Oh my God. This is... policing as a political tool. Not neutral, but loyal. In Kenya, the police are not neutral. They are often used as an extension of political power, and politicians defend brutality publicly to keep that tool sharp. Okay? Politicians rely on police to crush protests, rig elections, and intimidate rivals all the time. To keep police loyal, they publicly support their action, even with okay, it's a quid pro quo. Brutality is rewarded with promotions, job security, and immunity. Politicians support police publicly, so the police will support them privately. Guess this is the last. No. Theory 7, spectacle of fear, shock politics. Yeah, we're dealing with fear all along. It's fear, but it's not working. No real opposition, weak checks and balances. No real opposition. Politicians are so bold in supporting police violence because the institution meant to stop them are too weak, compromised, or co-opted. Broad-based government. Parliament often defends or ignores brutality. The judiciary is either slow, politicized, or silent. The media can be threatened or bought off. So when a politician stands on stage and defends murder by police, they know nothing will stop them. Nothing will stop them. Nothing.
So in Kenya, police brutality is not just tolerated, it's marketed. Politicians don't whisper it back in rooms. They shout it from podiums, and the silence of justice makes it all too easy. Kama ulikuwa unafikiria kwa nini, kama umekuwa ukifikiria kwa nini politicians will support police brutality, tutachukua theory moja hapo. Another theory I have, what if politicians wako kwa beck and call ya police? Unakumbuka time Gachagua alikuwa na collide na NIS boss Haji, alafu NIS boss akasema niko na information yako, nikiachilia I'll ruin your life. Unakumbuka ile time nani akiongea Mombasa akisema our information services whatever is compromised, nani hakuna kitu anajua, alafu akaambiwa I have information on you, naweza iachilia anytime. What did that mean? Mbona kuachilia? Kumaanisha watu wako na information kuhusu politicians labda. Anyway, those were my thoughts. Unaweza toa zako kwa comment section ama ukiwa peke yako pia, it's okay. Thanks for watching and have a great day tomorrow.